Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Mimi ni Zakaria Andrea, mchungaji wa kanisa la FPCT Mwanga Kigoma hapa. Nimesikia kabisa wito mkubwa na mzigo mkubwa sana kwa ajili ya vijana na hata kwa watoto kwa sababu ya umuhimu wao. Na kwa sababu hiyo, kanisa la The Free Pentecostal Church of Tanzania hapa Mwanga tumeandaa kongamano kubwa sana la vijana ambayo itakuwa ni kambi kuanzia tarehe 30 kuanzia saa 8 tutaanza kupokea vijana kuingia, na tarehe 1 asubuhi kabisa saa 2:30 masomo yataanza baada ya kutumia chai ambayo itaanza saa 1:30 hadi saa 2:30. Kongamano hilo itaendelea hadi tarehe 5. Katika kongamano hilo tumeona umuhimu sana kuandaa vijana. Kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema katika Zaburi 127 na mstari wa 3 hadi wa 5 linasema hivi: Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa ushujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo. Kwa hiyo, kutokana na umuhimu wa mistari hii, tunaona kwamba taifa bila vijana halina future. Kanisa bila vijana halina future. Hata familia bila vijana au jamii bila vijana inakuwa kwamba hakuna future. Na sasa kutokana na umuhimu huo wa vijana kwamba ndio future ya taifa, ndio future, ndio uzima wa wakati ujao na unaunganisha vizazi hadi vizazi, kanisa la The Free Pentecostal Church of Tanzania limeandaa kwa kiasi kikubwa sana kwamba tunatarajia kuwahudumia vijana zaidi ya 1000 katika kongamano hilo, na tumealika walimu mahiri, walimu ambao wana mzigo na vijana, ambao ni walimu wa kiroho, lakini pia ambao wamebobea kielimu katika mambo ya Mungu na katika mambo ya kisaikolojia, lakini pia na kwa namna ya kuwasaidia vijana ili kesho waweze kuwa na wakati uliong'aa sana. Tuna walimu wachache, nitamke wachache, ambao wa kwanza kabisa ni Engineer Kabenda ambaye ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la EAGT Dar es Salaam, lakini yeye ni engineer na atakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia vijana namna ya kufikia ndoto zao. Kila mmoja ana ndoto, lakini wengi wameshindwa kufikia ndoto zao. Kwa sababu hiyo, Mungu amempa neema huyu mtumishi wa Mungu kuweza kuandaa vijana ni kwa namna gani wataweza kufikia ndoto zao. Na lakini pia atashughulika na kuwashauri katika namna zote, kama ni katika elimu, kama ni katika kufanya biashara, kama ni katika kuanzisha miradi, kama ni katika kujiandaa. Pia anasema hata kumwandaa kijana anayesoma ajiandae kwa ajili wala sio kuajiriwa. Kwa sababu hiyo, masomo haya yatakuwa ni ya muhimu sana. Hapa naelezea tu kwa kifupi, lakini mtumishi wa Mungu huyu amejiandaa vilivyo. Lakini pia kama mnavyojua, elimu na mambo mengine yote hayawezi kuwa na faida, hayawezi kufikika ikiwa kijana hajajiweka vizuri katika misingi ya maadili mema, maadili ya kimungu. Tumempata mchungaji Emmanuel Chatau ambaye anaishi London huko Uingereza, na yeye ni Mtanzania na atafika. Amekuwa na huruma sana juu ya vijana wa Tanzania, na sasa naye atatumia gharama zake kuja kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa Kigoma. Kwa sababu hiyo atafundisha habari za mambo ya Mungu, mfano wokovu. Mtu anapokuwa amempokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake,
anakuwa ametengeneza msingi. Atatueleza vizuri sana juu ya jambo hilo, lakini pia atatufundisha juu ya nguvu ya Mungu ambayo itakayoweza, tunapoipokea tunapata uwezo wa kuvuka viunzi vyote ambavyo shetani anakuwa ameweka mbele yetu. Atakuwa na mambo mengine mengi ya kufundisha katika maeneo hayo na mengineyo katika upande wa kiroho. Lakini tutakuwa na mwalimu mwingine, yeye ni mwalimu wa chuo cha Biblia Bigabiro, ambaye sasa amemaliza tu masters yake hapa majuzi, na yuko anasoma PhD katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kuwasaidia watu, na hata katika kuwapa mtazamo na ni kwa namna gani ambavyo wanaweza vijana wakatembea na kuishi vizuri na kushinda katika kipindi hiki cha utandawazi. Tutafundisha juu ya utandawazi na kijana na athari za utandawazi, lakini na kwa namna gani wanaweza wakafaidi kupitia pia huo utandawazi. Lakini pia atafundisha juu ya mahusiano, kitu ambacho ni cha muhimu sana, na hapa itakuwa ni lengo lake ni kufundisha ili kesho vijana wetu wa kike na wa kiume waweze kuwa na ndoa bora, ndoa ambazo zina amani, zina furaha, zina faida, zinaleta faida kwa jamii, zinaleta faida kwa familia zao, na wenyewe waweze kuishi kwa amani. Na hivyo hawa vijana wakikaa hivyo, iwe ni katika makanisa, iwe ni katika taifa, anahitajika kijana ambaye ana maadili mazuri ya kimungu. Anahitajika kijana ambaye anatumia akili zake katika kufanya maendeleo na kuleta maendeleo yake mwenyewe, lakini pia kwa taifa letu. Lakini pia tutakuwa na vijana ambao wanafahamu kuchambua mambo kiasi ambacho utandawazi utawapeleka pembeni, badala yake utawapa faida. Kwa sababu hiyo ninapenda kualika vijana wote wa kike na wa kiume, wa makanisani na wasiokuwa makanisani, katika makanisa yote, katika dini zote, tunawaalika wafike, na tutakuwa na chakula, tutakuwa na chai asubuhi, chakula mchana na usiku. Kwa hiyo na malazi yatakuwepo mahali hapa. Wote mnakaribishwa. Na niombe kwa wazazi, lakini pia kwa walezi, huu ni wakati wa fursa nzuri. Tafadhali hebu walete vijana wenu waweze kuandaliwa ili kesho waweze kuwa faida kwa familia zenu. Na waalika kabisa kwa huruma zake Mungu, tafadhali muweze kufika, na naamini kwamba wiki hiyo itakuwa wiki ambayo ni ya kliniki ya Mungu kwa vijana wetu, ambapo Mungu atawachonga, ambapo Mungu atawatengeneza katika kuwa vijana wenye faida, vijana ambao watakuwa baraka kwa familia, vijana ambao watakuwa baraka kwa taifa letu. Kwa hiyo tafadhali na waombeni muwaite vijana kwa wiki nzima. Itakuwa ni usiku na mchana, na kutakuwa na masomo, lakini pia kutakuwa na michezo kwa vijana. Kuna mambo mengi yanayohitajika kwa vijana, mengine yote hatujaonyesha mahali hapa, lakini itakuwa ni wiki ya pekee. Kwaya mbalimbali zitaimba za vijana, za huima mashuleni, lakini pia na hata kwaya zetu za vijana katika makanisa. Kwa hiyo tunawaalikeni wote wa CPCT, makanisa ya Kipentekoste yote, hata makanisa mengine ambayo sio ya Kipentekoste, watu walioko hapo huko mtaani, wote mnaitwa. Mungu anawapenda wote na wakaribisha. Usipoteze wakati, sasa ni wakati wa fursa, ichangamkie fursa. Na watakia amani na baraka, na tuendelee kuombea wiki hiyo iwe wiki ya mapinduzi katika maisha yetu, itakayotuletea baraka tele katika wakati ujao. Na Mungu awabariki nyote. Amen.